Bana, huu mzigo unaanzia katika kumbukumbu za bwana mmoja muite Izuna. Anakumbuka siku ambayo alikufa baba yake mzazi wakati akiwa hoi kitandani. Kauli yake ya mwisho kwa kijana wake Izuna ilikuwa ni katazo la kuuza shamba ambalo mababu na mababu walilitenga kama shamba la familia. Kwa hiyo mzee akamsisitiza sana kijana wake, chonde usije ukapuuza hili. Kwa nini Izuna anakumbuka maneno haya ya mwisho ya mzee wake? Wacha tuzame ndani tupate kujua. Baada ya mzee wake kufariki, Izuna alijitafuta huku na kule katika kupambania maisha. Mwisho wa siku akajipata Dakar, Senegal. Akafanikiwa sana katika biashara ya kuingiza na kusafirisha bidhaa mbalimbali kati ya Senegal na katika ardhi ya nyumbani Nigeria, Lagos. Sasa siku chache zilizopita akapokea taarifa mbaya kuwa mzigo wake wa zaidi ya milioni 500 umetaifishwa bandarini. Ikamlazimu afunge safari toka Dakar, Senegal to Lagos, Nigeria, kuona anafanyaje kupata mzigo wake. Baada ya kuwasili nchini akamwendea swaiba yake wa muda mrefu, mwamba wa kuitwa Okenayo. Akamweleza majanga yake yanayomsibu na namna ambavyo analiona anguko lake katika maisha, kwani aliwekeza pesa nyingi sana, karibuni mtaji wake wote katika mzigo huo, akitarajia kumeki faida kubwa pia endapo ungefika salama mzigo. Sasa ndipo swaiba yake akamwondoa shaka na kumwaminisha iko namna atafanya kumsaidia na waliokamata mzigo wake wataurejesha. Izuna alimshukuru sana swaiba yake kulibeba jambo lake kwa uzito na kujitoa kumsaidia. Basi kesho yake wakaongozana mpaka katika jumba fulani hivi la kifahari sana na kumepoa. Punde wakatokea mabinti wawili ambao inaonekana ni vijakazi katika jumba hilo la kifahari. Wakaleta vinywaji na kukaribisha wageni na nini. Ile wametoka, Izuna ikamlazimu kumuuliza mwenyeji wake, Okenayo, si uliniambia tunakwenda kwa mganga aniangalizie jambo langu? Ndio hapa. Ndio, ni hapa. Vipi unashangaa? Mara mganga mwenyewe anajitokeza akitokea juu upstairs. Izuna akaendelea kushangaa huku akijiuliza kichwani mwake, mganga mbona besho sana huyu? Afanani kuwa mganga. Basi wamemaliza kusalimiana, wameketi. Mganga akaanza kufunguka kila kitu kinachomuhusu Izuna, na ndiyo kwanza wameonana leo. Sasa akajuaje taarifa zote hizo? Izuna akamtazama swaiba yake Okena, pengine ni yeye alimwambia hizo habari zote mganga. Okena akadai hajazungumza naye chochote. Mganga akadakia, usishangae Izuna, ninao uwezo wa kujua matatizo yako na taarifa zako na nini unawaza mara tu unapoingia katika nyumba hii. Hilo likamshangaza kidogo Izuna na akaanza kupata matumaini ya kutatuliwa jambo lake. Lakini ghafla matumaini hayo yakapotea baada ya kutajua kiasi cha pesa ambacho anatakiwa kulipa Izuna kwa mganga ili ampigie ndele waliokamata mzigo wake waweze kuachia bila yeye Izuna kuingia matatani, kwani inaonekana kwenye mzigo wake kulikuwa na magendo pia. Sasa mganga kaomba milioni 50 cash ili kufanikisha jambo la Izuna. Basi Izuna amerudi na swaiba yake nyumbani. Kavurugwa Izuna, ndugu yangu, hivi katikati ya majanga kama haya napata wapi milioni 50 mzee? Nilitumia karibuni hela yangu yote na nimekueleza hilo mapema tu. Yani hapa nilipo mzee sina chochote, nina akiba pekee na ni kiasi kidogo ambacho kinaniwezesha kusurvive, na ndio maana nimechanganyikiwa mzigo wangu kutaifishwa. Kaka Izuna, biashara ni kutake riski. Wewe unaiona hiyo milioni 50, vipi kuhusu hiyo milioni 500 ambayo unaipambania? Jitahidi mzee, huyu mganga amesaidia watu kibao na ana watu wake Katali huko, Kuala Lumpur, Bongo, Dubai. Wewe hapo Senegal tu hawezi kushinda jambo lako. Shida pesa babu. Na vipi mambo yakienda tofauti? Takuwa mgeni wa nani mimi mbele ya mganga Okite? Mambo hayawezi kwenda tofauti Izuna, hilo nakuhakikishia. Basi tufanye hivi, nina kama milioni 30 tu ambayo nimeiacha kama akiba. Sasa wewe nikopeshe milioni 20 nikomboe mzigo, na kwa sababu ni uhakika mimi nitakulipa na riba juu. Kaka, umesahau mganga akasema nini? Kasema hiyo milioni 50 isiwe ya mkopo, iwe yako, ama la hauna uuze kitu chako cha thamani. Ndio dawa itafanya kazi vizuri ndugu yangu.
Bana, huo ndio ulikuwa ushawishi wa swaiba yake Izuna, ambao ulienda mpaka wakafikia kwenye kuuza shamba au lile eneo ambalo Izuna alizuiwa kuuza na mzee wake wakati wa kifo chake. Sasa ndio yupo njia panda Izuna, asijue afanye nini. Auze shamba, apeleke kibunda kwa mganga Okite, ama avunge apoteze mzigo wake wa zaidi ya milioni 500. Baada ya kuwaza kwa kina na mapana yake Izuna, kumekucha akamfuata mzee mmoja ambaye mara kadhaa alionyesha nia ya kutaka kulinunua lile shamba. Basi akazungumza naye na mzee akakubali kulinunua shamba kwa milioni 50 cash. Na mara baada ya kufanyika biashara, Izuna akabebelea kibunda chote mpaka kwa mganga Okite, akiamini jambo lake linakwenda kufanikiwa, na akili yake ikimtuma kuwa akikomboa mzigo wake wa zaidi ya milioni 500, basi atakuwa na uwezo wa kurudi kwa mzee na kulikomboa shamba lake pia ambalo alizuiwa kuuza na mzee wake. Akachukuliwa Izuna mpaka Kilingeni. Sasa ikapigwa ndele hapo kuweka majambo sawa. Muda huo mganga anamuhakikishia kabisa Izuna kuwa akitoka tu hapo Kilingeni, waliokamata mzigo wake wenyewe watampigia simu na kumpatia habari njema za kuachilia mzigo wake. Sasa tutoke huko kwa wazee wa ndele, twende mpaka katika nyumba ya bidada Lisa, ambaye alikuwaga mpenzi wa Izuna, lakini baada ya kifo cha mzee wake Izuna aliondokaga akaenda kujipambania huko na kumuacha bidada Lisa akiwa na ujauzito wake, ingawa Izuna hakulifahamu hilo. Kwa hivyo hajui kama ana mtoto wa kike na hivi sasa ni binti mkubwa tu. Leo Lisa anadai amemuona Izuna, anamuelezea rafiki yake shosti yake huyu wapika pakua. Uwezi amini, nimemuona Izuna kabisa, lakini kabla sijamfikia kumsemesha akawa ametokomea. We, Izuna huyu baba wa binti yako? Ndiyo. Basi atakuwepo Lagos huyu, jaribu kumtafuta shosti. Au unaona raha usingomaza hata sielewi shugangu. Na vipi kama atakuwa ana maisha yake, alishagaoa, bana ni muda. We, ebu usijitie stressi. Hata kama dada bado binti anahitaji mchango wa baba yake katika malezi. Kweli Lisa kesho yake akafika mpaka kwa Izuna, lakini isivyo bahati anapewa taarifa kuwa Izuna hayupo Lagos, amesafiri kwenda Dakar, Senegal mapema hivi leo. Basi haikuwa habari nzuri kwa Lisa. Basi maisha yakaendelea, miaka kama 2 hivi ikapita. Turudi kwa swaiba yake Izuna, mwamba wa kuitwa Okena, anaoa leo. Basi yupo katika maandalizi ya mwisho, safari ya kuelekea chachi kufunga ndoa ianze. Na kwa upande wa biharusi anamaliziwa makeup pia. Basi anakimuemue cha kuolewa, anakuambia mshale wa miaka unasoma 30, afu ndio umebahatika kuolewa mwenyewe. Unakosaje muhao? Basi gari ya biharusi ikawa imetoka inaelekea chachi sasa kwenye tukio la ndoa, lakini wakiwa njiani wakapigwa mkasi na gari ya watu wasiojulikana. Na muda huo kwa mshtuko mkubwa, taarifa zinamfikia bwana harusi Okena kuwa biharusi ametekwa na haifahamiki kapelekwa wapi. Zikaanza jitihada za mtafute huku na kule, anaangazwa bibi harusi pamoja na ripoti kutoka polisi, lakini hakuna aliyekuwa na taarifa za wapi aliko biharusi na ni nani aliyemteka. Kesho yake tena mdogo wake na yule mganga wa kuitwa Okite, bidada Rosa, akatekwa pia. Sasa ajabu ni kuwa alikoletwa Rosa katika iko chumba cha mtekaji tunamuona yule biharusi pia. Kwa hivyo ni dhahiri shahili kuwa mtekaji atakuwa ni mmoja ambaye anahusika na matukio yote haya. Kumekucha kesho yake asubuhi, nyumbani kwa Okena anaonekana Izuna. Okena hakutarajia ugeni wa Izuna, tena akiwa amebebelea gobole mkononi mwake. Kidogo ilimpa wasiwasi Okena. Swaiba vipi? Akauliza Okena katika hali ya taharuki. Nikajua ulikufa. Okena, mbeba maono hafi. Najua mlitamani sana kifo changu, lakini imeshindikana. Ndiyo mimi huyu Izuna, niko mbele yako na wala sio ndoto Okena. Sasa hapa ndio tunajua kumbe baada ya kutoa ile milioni 50 na kufanyiwa dawa, Izuna alirudi
anarudi Senegal akijua majambo yake yamewekwa sawa na anakwenda kupata mzigo wake, lakini haikuwa hivyo. Kumbe kwenda kwake ni kama ndio alienda kujisalimisha kwenye mamlaka husika, na matokeo yake akakamatwa na kutiwa jela miaka yote miwili. Sasa amerudi na amebaini mchongo wote ulikuwa ni utapeli. Okite sio mganga, ni mganga wa mchongo ambaye anashirikiana na swaiba yake Okena kutapeli watu katika michongo hiyo ya kuwaaminisha kuwa anaweza kutatua majambo yao. Mambo yamechemka, nipata shika nguo kuchanika. Izuna anazitaka milioni 50 zake sasa. Na ndio yeye kamteka Rosa pamoja na Biharusi, anazitaka milioni 50 zake Izuna. La sivyo Okena na mwenzake mganga feki Okite wataona moto. Kweli kumekucha. Kesho yake mganga anakutana na mwili wa mdogo wake Rosa, ameuawa tayari. Upande wa pili huku nako kwa Okena ikapelekwa shera ya biharusi wake ikiwa ina damu nyingi, jambo ambalo lilimvuruga sana Okena, asijue biharusi ni mzima ama kauawa pia. Akakimbia kwenda kuonana na mganga Okite, anakuta yeye ndio ana mazito kabisa yanamuelemea. Kavurugwa kweli kweli Okite. Uwezi amini, huyu mpuzi kamteka mamangu pia kijijini huko. Nitammaliza mbwa huyu. Amewasha moto ambao hawezi kuuzima Izuna. Mzee, tunafanyaje sasa? Maana hii vita ishakuwa ngumu mzee. Wapendwa wetu wanapotezwa kila kukicha. Nifuate. Wapi? Wewe nifuate. Kijana mdogo hawezi kutusumbua kiasi hiki. Sisi ni wandewa hapa mjini. Bana, wakachukuana mpaka kwa mganga fulani hivi, lakini cha ajabu wakakuta pia naye Izuna kamtembelea na ameuawa pia. Izuna alimtembelea huyu mganga baada ya kujua Okite, mganga feki, waga ananunua uchawi kwa mganga huyu. Maana kuna siku ilikuwa amchape shaba, alimtia kwenye target kabisa Okite. Lakini maajabu ni kwamba akapotea kimazingara. Ndio kisa cha mpaka Izuna kwenda kumteka mama yake na Okite kijijini. Sasa wakati haya yote yanaendelea, yule bidada wa kuitwa Lisa hakuchoka kumfuatilia Izuna mpaka kuna siku moja akafanikiwa kuonana naye na wakayajenga ndio Izuna kufahamu kuwa ana binti mkubwa tu. Basi wakaenda kuomba baraka za mzee wake Lisa ili waishi pamoja kama mke na mume sasa na kama familia. Sasa wakati wanarudi kutoka kwa mzee kufika nyumbani kwa Izuna, wanamkuta mwamba Okena. Ilimshitua Izuna kidogo, maana anajua vita iliyopo baina yao. I say wife, pandeni chumbani na kuja. Basi wanaume wakabaki wanawashiana moto. Sasa kumbe bidada Lisa hakuingia chumbani moja kwa moja, alibana na akasikia yote waliokuwa wakiyazungumza Izuna na swaiba yake Okena. Mara habari za kutekana, mara mauaji. Aliogopa sana Lisa, akajawa na hofu mpaka anatetemeka namna hii. Akajikaza tu akamuuliza mumewe kama aliyoyasikia ni kweli. Ikamlazimu Izuna amsimulie Lisa kila kitu, mambo yalivyoanza mpaka yalipofikia hivi sasa. Upande wa pili Okena alivyotoka kwa Izuna, aliunga moja kwa moja mpaka kwa mganga feki Okite. Akamkuta mwamba amehaha kweli kweli, kapigwa matukio mpaka amechoka. Sasa anaona ni bora tu arudishe pesa ya watu, aishi kwa amani. Lakini Okena akapinga akidai hii pesa hairudi mzee. Huyu bwana katujambisha sana. Kamuua mdogo wako, mke wangu, mama yako katekwa pia. Sasa ni zamu yake kupitia tulioyapitia sisi. Okite akauliza, tunawezaje mzee? Izuna hana cha kupoteza. Anacho cha kupoteza, anacho. Nimetoka kwake hivi sasa. Yule bwana kumbe ana familia, ana mke na ana mtoto. Basi amejitahidi sana kuwaficha. Sasa kumekucha. Kesho yake taarifa zinamfikia Izuna kuwa binti yake katekwa na watu wasiojulikana wakati akitoka shuleni. Bana, mzigo wetu ndo unaelekea mwisho hivyo. Taarifa ya kutekwa binti yake ilimshitua sana Izuna. Moja kwa moja alijua watekaji ni kina nani. Basi akaenda kuwasha moto Izuna. Akampelekea moto sana Okite mpaka akatema bungo. Akaeleza alipo binti na ile milioni 50 akairejesha mzee. Amezikosa milioni 500 za mzigo wake Izuna, lakini angalau ameikomboa hii milioni 50 aliyotapeliwa, na hivyo akaenda kulirejesha shamba alilokatazwa kuuza na mzee wake wakati anafariki.
Izuna akatoka kwenda kumfuata binti yake huko alikoelekezwa yupo binti yake. Akiwa huko, mapolisi wakasanukia mchongo, wakaingilia kati jambo, watu wote wakakamatwa, binti akarudishwa kwa mama yake na wale mateka wa Izuna, bibi harusi pamoja na mama yake na Okite wakawa wameachiwa pia. Mpaka hapa sina la ziada, mzigo wetu ndo umefika mwisho. Hivyo ni kijana wako Augusto Tabibu, nikukaribisha kucomment, kulike, lakini kushare, na kama ungependa kuwa mwanafamilia wa Wisport Recaps basi usisahau kusubscribe mtu wangu. Bye bye.